Ikija hiyo sawa, lakini kwa mujibu wa Tanzania Comedy Awards, si ndio wamekuclown, wamekupa hiyo tuzo? Kwa mwaka huu wa 2024. Yaani ndio mfalme. Wanatoa heshima lakini. Hasa uzuri, mimi ni mtu ambaye kwanza humble. Kwa mpaka ni rahisi kumpa respect mtu ambaye hata yeye mwenyewe anakurespect wewe. Hilo ni ungekuwa bana vimba hivi, wangekuwa wanasema uko chini huko, atuambiani directive. Kwa mimi nashukuru Mungu nimejiposition kwenye sehemu ambayo naona love kutoka kwa comedians na kwa watu wengine. Ulikuwa na Joti miongoni mwa kipengele hapo, unashindana nao pia. Joti ile mtu kama unaenda kwenye tuzo pale, Joti anasimama afu unanyanyuka unaenda kubeba tuzo. Kwa kweli hasa ilikuwa na kitu gani kana kujia? Kwanza ni Joti ni mtu ambaye namheshimu sana kwa sababu amekuwa kwenye tasnia muda mrefu sana, alafu kwenye capacity ambayo ni kubwa sana. Yaani hataki kupotea yani. Unajua kuna umri ukifika unajua kwamba hichi kitambo hebu niache kuigiza vitu kama hivi. Lakini ametengeneza characters kwa muda mrefu ambazo kwa mfano ile ya Kijoti ile siku kwenye tuzo alipiga ile. Hiyo tumeanza kuona 2005 na 6 na 7 huko. Ila mpaka sasa hivi ipo kichwani na tunaipenda. Hiyo ndo legacy ambayo Joti ameiacha. Sio tu ameiacha, anaiendeleza. Kwa ameiacha na kuna nyingine anazitengeneza. Ni mtu ambaye hata yeye mwenyewe alisema juzi, nabadilika kutokana na mazingira. Mkienda digital na mimi naenda. Kwenye TV naenda. Mkifanya hivi naenda. Ni mfano wa kuiga kwa sababu ili uende mbali inabidi uende na dunia inapoenda. Ukijifanya hamna mimi sisi tusikilizie kwa sababu sisi ndo sisi hip hop ujue. Unabaki peke yako. Nikupongeze pia miongoni mwa comedy ambao mnafanya sana creativity nyingi sana katika kila unachokitengeneza. Unaona kabisa huyo mtu bana kama kuna pesa ama kuna akili imeumizwa hapa, ndio maana tumepata hichi kitu. Content ya wewe kufanya ukiwa umelala kwenye jeneza na nini vile, watu sometimes wanasema mwanetu kaenda kanisani kafanya hichi kapiga hichi, unaona kabisa kuna kitu kimefanyika hapa. Lakini kuna mtu mwingine anasema unajua Tanzania watu fulani hivi ambao wanachukulia vitu sensitive sana mwanetu anataka kifo nini na ina ugumu gani na una rahisi gani kufanya content kama ile? Issue ni mindset. Kwanza kuhusu kukaa kwenye jeneza, labda hamna anayejua mwisho wake. Unaweza kukaa leo ukafa kesho, unaweza kukaa leo ukafa baada ya miaka 50. Kifo ni fumbo nasema, haujui. Lakini fanya kazi. Yaani cha msingi kuwe na creativity ambayo mpaka mtu hata akisema jamaa ajitafuta kifo, ila akiangalia video anasema mjinga hii kali sana. Kwa hiyo mwisho wa siku watu wafurahi. Wafurahi lakini kwa maadili. Cha msingi maadili limezingatia. Kama kitu ni extreme sana, kisiwe kwenye upande wa maadili, kiwe kwenye upande wa kushtua basi. Wewe hofi kufa? Kukaa kwenye jeneza hivi? Hapana, shaka mara 4-5 hivi. Hapana, kawaida sana. Kufanya kila kazi yako unamshirikisha mpenzi wako, mwanamke wako pia. By the way, kwa upande wako imekuwa ni chemistry sasa hivi mpaka watu wanaipenda sana. Waga unaga zile za kofia kwamba sasa ikifika kuna kipindi huyu anaanza kana fame afu mambo yakawa mengine. Kama hata kwanza kunisumbua mimi. Yeye kumsumbua. Sababu akijulikana atasababu. Yes. Mimi na mindset moja. Tukifanya kazi wote lazima wote tukue. Mimi nikue sana na wewe ukue sana. Mwisho wa siku kila mtu na akili yake. Cha msingi mimi niwe content na maisha yangu, niridhike na maisha yangu kwamba nilipofika ni safi. Wanasema mapenzi mazuri ni yale ya watu wawili ambao kila mtu ana furaha na maisha yake afa amekutana wakatengeneza furaha. Kwa hiyo kitokea chochote mbele, mimi nitabaki na furaha yangu, yeye atabaki na furaha yake. Lakini sitegemei hayo kwa sababu mapenzi yetu kiukweli kwa sasa ni moto na tunatengeneza msingi mzuri ambao hautoleta mianya hayo maswala kutokea. Of course watamtongoza watu wengi na mimi nitatongozwa na watu wengi, lakini kama tunajua tunachokifanya na tunachotaka kiwepo in the future, yatakuwa tu makelele afu basi. Kuna mtu ambaye anakutazama sasa hivi huko mtaani anatamani awe kama Leonardo. Ni comedian, ni nani pia huko ana ndoto kama Pazo umefikia hapo ulipo sasa hivi. Afanye nini hasa ili kufikia hapo? Kujifunza na kuanza sasa hivi yani. Mimi kuna kipindi
delay kuingia hasa kwenye content creation, ikawa najipa sababu yani. Tatizo sina simu kali. Tatizo sina mtu wa kunishuti. Tatizo sijui nini, yani zile tatizo. Usijipe vizingiti. Vitoe vizingiti, anza. Yani mimi nilichelewesha, lakini nashukuru Mungu pamoja na kuchelewa bado nimefika sehemu fulani. Kwa hiyo wasirudie kosa ambalo nilifanya. Kama una simu hata kama mbaya, vitu vikali vinaenda. Vitu vikali vinaenda. Kwa hiyo anza sasa hivi. Yeah. Kabisa. Kwanza nimeshaanza mwaka jana, nimepiga show Kenya, mpaka wakaniuliza wewe Bongo kweli? Unajua Mkenya akikuuliza kama wewe ni Mtanzania kweli, kuna kitu umekifanya kikubwa. Yeah, kwa hiyo mimi nina uhakika na najua standard yangu ya comedy hasa stand up yani ya kimataifa. Unajua kuna ile mtu anafanya local jokes. Hata nilienda Kenya pia, unaona comedians wanapiga Kiingereza lakini wanapiga jokes local ambazo wataelewa Wakikuyu, Wakamba, nani. Lakini mimi standard yangu ni ile ambayo napiga mtu yoyote ataelewa dunia nzima. Yeah. Unahitaji Kenya pia. Yote nani? Elkio Moda amekuwa sana akiweka sana hizi barriers hizi mipaka sana bana, si huku msichukue sana pesa ya huku. Yeah. Ukienda kule ile kama comedian wako kwa unaichukulia nini? Okay, yeye alikuwa anatetea upande wake kwamba kiukweli kwa East Africa, Tanzania tunaongoza kwenye muziki. Tunauza sana, tunapiga sana shows. Kwa hiyo ile ilikuwa namna tu ya kuhimiza wasanii wa upande ule wa Kenya wafanye kama wa Tanzania. Yaani kuwe na ile hiyo. Lakini kwa comedy soko letu limekuwa. Sasa hivi speed yake ni zaidi ya comedy yao. Sure. Kabisa. Speed ya Bongo kwenye comedy ni kubwa sana. Kwa hiyo bado sasa sisi kwenda kwao sana. Hiyo bado. Kwa mfano mimi nimeenda tu mara ya pili. Nenda mwaka jana na mwaka juzi. Kwa hiyo inabidi iwe hivyo mara nyingi. Wanibook sana, wanibook Uganda, Rwanda, South Africa. Lakini hiyo inatokana na kuonekana mara nyingi nafanya hicho kitu kimataifa. Okay. Yeah. Na nini mashabiki zako? Najitahidi niwe organized sana ili msipoe. Yani back to back, mjatulia show, mjatulia kuna product fulani mjatulia, yani ile msipoe miaka 10-20, yani mnakula tu vitu. Kwa hiyo tuombeane sana, na nikizingua mnaniambia. Hata kwa comment tunaziangaliaga. Mimi waga sijibugi, sijui siku hizi uchekeshi sijibu, naangalia ila naziona. Kwa hiyo nikiona hivi nitafanyia kazi. Tuendelee kusapotiana. Mimi bado mdogo maskini kabisa wa kutupwa. Kwa hiyo mtaenjoy sana. Asante sana. Nashukuru sana. Okay, papa. Maana the more unafikia watu wengi ndo madili yanakuja mengi na crowd ya kuperform hicho unachokifanya inaongezeka zaidi. Kwa hiyo ukifahamu habari sasa Kifaransa, tayari una uhakika Kongo nitapiga show Burundi na Rwanda. Ukifahamu Kiingereza unapiga hizo nchi zote hizo, unaenda kabisa na South Africa wapi. Kwa hiyo lugha inakuongezea watu kukufuatilia na ndio pesa zenyewe. Yeah, market. Kuna soko la Tanzania linakosa hiyo market ambayo unaizungumzia kwamba soko la nje kulicapture kwa sababu lugha yetu ambayo tunaitumia sisi ni kama inabana kidogo. Sasa hapa inakuja na creativity. Kama ni mtu wa verbal sana kuongea, actions ziwe kali sana. Ili watu nje hata kama elewi lugha na sababu jamaa mjinga sana huyo. Yeah, kwa hiyo creativity inavunja kila kitu. Yani language barrier watu angalie mbaya au mzuri, watu angalie nini. Creativity yako ndo kila kitu. Kwa hiyo kama language inakubana basi tukua creative. Kama language unayo pia safi. Nikuuliza hili, Harmonize juzi nilimsikia alizungumza hili swala, akataja mtu kama kwa sababu naona kwenye corporate event ambazo sometimes unapiga tu ngenge mwanzo mwisho. Yeah. Pengine hasa kwa komediani wenzako hasa unadhani nini kifanyika hasa basi walau Kiingereza basi na lugha zingine ambazo zitakuwa pia za nje, yeah, market inaweza kuikamata vipi? Narudi pale kwamba sio lazima ujue Kiingereza au Kifaransa au nini. Creativity ndio kila kitu. Kama lugha itakusaidia inapendeza. Kama utatumia mbinu nyingine tofauti na lugha, safi. Kwa sababu